Gathacia mwanya muno na thunyitwoge ni muno mwireri wa Castro Media nyarari ya Murang'a undu mwe na kihoreri update ni titagwo nyarari ya Murang'a na tugwo rakionwo muthenya umuthi tukiri na Madam 2020 Justina Syokau ni tugukorwo tukiaraniria nake ndeto igiri kana ithatu no tutana munyitwoge ni ri Mr. Castro Media abia kugeithie. Yes. Karibu sana mwiroreri niye geto timo Castro na guhoyaga ngikoro urerorera video citu na nduri ra subscribe na kuhoya na gitwo subscribe uhinye notification bell negetha tukiupload video korwo wa mbere na kwirorera muthenya umuthi nitwetha mundu gwitwo Justina Syokau thutha wa gukorwo akitrend muno kuria online. Karibu sana reke abia mugeithie twaranirie nake. Karibu sana huku kwetu. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa majina naitwa Justina Syokau aka Madam 2020. Nimeokoka, Yesu ni Bwana. Namshukuru Mungu kwa siku ya leo kuona wewe na dada yetu media zote ambazo ziko hapo. Kuwaona tu mumekuja mwaje nzere. Niko nzerera hapa ni kusherera. Kunisherera. Mwansherera. Mweka wega muno na nidake na muno. Twirigaine kuria JCM kwa mara ya mwisho tulikuwa kwa Bazu JCM. Since then how have you been? Mimi napenda Kiengei sana. Napenda Pastor Ben sana kwa ile kazi njema anafanya. First anafanya philanthropy. Kitu kingine anaombea watu. Again, why I love this gospel is because anapenda kila mtu humiliate huyu, achukie huyu. Yani as in like kama kuna pastor ambaye niliona yani angalii weakness za watu, angalii ubaya wa watu, anakaribisha kila mtu kanisani, and that is a great thing because that is what Jesus was doing. Naweza sema kwamba kama kuna pastor ambaye naweza sema at this time hizi nyakati za mwisho anakaa Yesu ni Pastor Ben. Kwa sababu akiona mtu ako na shida, angojei kesho. Yesu alikuwa akiona mtu kipovu, anampea kuona. No matter how many people could say usisaidie, nyamaza, Batimayo nyamaza. Ukiangalia kama ule mama Bwana alikufa wa Modongo, Pastor Ben alimshika mkono na akasimama na yeye. No matter the noise which was there, akasimama na huyo ni mchungaji halisi. Mchungaji ambaye anaona mtu ambaye amepigika, yani anaona mtu ameshushika moyo, anaona unapitia hali ngumu, aangalia how many people are opposing, how many people are saying what, anashika mkono huyo mtu mpaka anasimama. Ule mama amesimama, sasa hivi watoto wanasoma, yani unaweza kuona ya kwamba there is that joy. You can see a lot of people who are pastor. Nimeona ameweza kuweka Pastor Ngina kama pastor na ni Mkamba amefanywa pastor pale. So pia hiyo ni kitu kubwa. Ngina alitaka kuwa pastor miaka ya zamani. I think like 10 years ago I knew Ngina. Na Ngina alitaka sana kuhubiri, hata akaenda akaanza kanisa kule Makutano, ikakuwa na changamoto. Saa hii ndio anakuwa pastor through Pastor Ben. So naweza sema na she is very powerful. When I knew her, she is so powerful. She is a singer, but in preaching she is so powerful. I was so happy to see Pastor Ben ameconsider Pastor Ngina kumpatia kazi, na pia amekuwa pale kama receptionist kwa TV. Yani ile tu kuona tu, na ameshika mkono wa single mothers wengi, amewapatia school fees, amesaidia. Niliona anapeleka mpaka mtoto shule, yani na ajui wazazi, ajui watu wao. Yani naweza sema ya kwamba Pastor Ben ni mtu ambaye ametukaribisha. Wakati tulikuja pale alituchukua na moyo wake wote. So tunasema ya kwamba Pastor Ben this year mipaka ilipanuka yake, na tunaweza sema ya kwamba Mungu alimuonekania this year kuanza kanisa na ikakuwa na mwamko mkubwa. Kama kuna mtu ameni-inspire this year, tena amefungua makanisa mengi, mara Mombasa, mara Nanyuki, na anapiga crusade, hajachoka. Yani ule mchungaji naweza sema ya kwamba ni ule Yesu tuliona kwa Biblia, ya kwamba Yesu hakuchoka hata siku moja. Akisikia watu wanamuhitaji Galilaya, alikimbia huko. Akisikia watu wanahitaji ile kanisa ya Compassion kule Mombasa, anakimbia na anafungua, na watu wanaweza kuingia pale na wanaokoka. Kitu kingine, watu hata wengine walikuwa wanakuja kanisani wakiwa wamelewa, na akawaombea. Sasa hii walewi. I remember very well, there is a woman, a friend of mine, the first day alienda church, alienda akiwa amelewa. But sasa hivi she is very beautiful, she is very good. Nakumbuka hata anashona nguo refu, ameacha pombe, mpaka ananiambia aamini kama ni yeye. So naweza sema ya kwamba Pastor Ben, God bless you. You have changed a lot of youths, a lot of women's life, a lot of men's life. You have not checked who is who. Nimeona juzi
amenunulia watu crates za mayai. Nikasema hii mchungaji jameni, yani Mungu tu akubariki. Wale ambao mko social media, semeni Gayaro Muradhima, Pastor Ben Gayaro Muradhima na nogo karege 2024 ndina Rwimbo Rwero. Na nitakuja GSM, nitakuja kuwaletea hiyo wimbo mpya tuimbe pamoja. Na pia kuna mtu ambaye napenda, Rago, aliweza kutumia Tiworo, nikaichukua nikaitengeneza wimbo. Naweza sema ya kwamba alikuwa mtu wa kwanza kusupport wimbo wangu, kina Mary Lincoln, kina Rollins, na wimbo wangu ukagrow to the next level. Ile upendo nilionyeshwa kule kwenu ni mwingi. Watu walifanya TikTok na Mbudhia, anaitwa Mbudhia, Phyllis Mbudhia Getumbayo. Watu wote tuseme walifanya TikTok challenge ya wimbo wangu. Na naweza sema ya kwamba thank you so much Betty wa Maida. Watu walifanya TikTok challenge and also it was all played every station. So naweza sema ya kwamba adwanyo banimwedete muno na thank you nudwa kunyitirira ona kokoro maundu maana atia mukoretwo on my side mukidetera na mukinioera. Yeah. Wow. Tukija hapa kwa hii wimbo Justina ya 2024. Before you release this song, kuna hapo kabisa tulikuwa tumeona hapo mwanzo ukisema hiyo wimbo ya 2024 watu wamekwambia usiifanye kabisa. Usiifanye na ukasema hutaifanya. So then kidogo ndio hiyo 2024 it's trending now. Kama hujaona 2024 song, ingia hapo kwa Justina Syokau uone hiyo song ina trend. Ni nini ilikuinspire wewe kufanya hiyo wimbo? Wimbo wa 2024 nilipata mwezi wa 10. Na nikaenda kwa studio mwezi wa 10 ndio nilirekodi. Mwezi wa 10 nikaenda nikarecord, mwezi wa 11 nikaupewa kwa studio, na ninashukuru Mungu kwa sababu I was really ready for 2024. And when God gave me the message of 2024, I was praying. I had a fasting for like 21 days. I was fasting and praying, asking God, what do you have in store for us for 2024? And God told me, I will restore people. I will restore people. Chochote kilikuliwa na zinge, Mungu atarejesha. Na I don't know, I could see wounded people. I could see people in losses. And God akaniambia kwamba nitarejesha. So God ataenda kurejesha watu, chenye ulipoteza utarudishiwa. Mungu anasema ya kwamba you will lift. God anasema ya kwamba atakuinua tena. Kwa hivyo kwa wale ambao mmeafili ni kama mmeshushika, mmekuwa katika uchungu mwingi mwaka huu, Mungu anaenda kuwatoa kwa uchungu na Mungu anaenda kuwapeleka kiwango kingine. 2024 it's a great year, utaenjoy huo mwaka kuishi. Yes. Wow. Mimi naweza taka unieleze 2020 umekuwa ukifanya wimbo wa 2021 na sasa uko na 2024, sijui ama umeplan kuwa unafanya song ya each year ama every year? Naweza sema ya kwamba ni Mungu alinipa hiyo message ya kuimbia miaka. Ukiangalia before 2020 hakukuwa hizo nyimbo, sikuwa naimba hizo nyimbo. Ukiangalia vizuri ndugu yangu, sikuwa naimbia miaka. Si 2019 ilikuwa, 2018 ilikuwa, na hakukuwa mtu aliimbia, na hakuna mtu alifikiria kwamba anapaswa kuimbia mwaka. But mimi kutoka 2020, God gave me the vision, God gave me the zeal, and also gave me the message for 2020. And when I did it, a lot of people, they testified. They say that message changed their life. And also 2021 I did a song. It really touched a lot of people. 2022 kuna waheshimiwa wengi wananiambia ngoma yako niliimba kila mahali, na nikiamini Mungu ya kwamba nitakuwa kiongozi. Niliimba 2022 nitakuwa kiongozi, nitakuwa number 1. And as you can see those people wenye tuliimbia, waheshimiwa wote ambao walitumia wimbo wangu wako mbungeni na wanaendelea vizuri. Tunasalimiana, tukikutana na wao wananifurahia. Wengine hata wameshainipea kitu tu, si chai, wakanipa good money. Mtu ananiambia, "Hey Justina, your song helped me in my campaign season. Na nataka nikubariki." Na wakanibariki, na nashukuru Mungu kwa sababu Mungu anaweza kukutumia ukafanya kitu ukifikiri kinakupoteza kitakusaidia. 2023 naweza sema ya kwamba nimepata uwezo mwingi. Kuna vitu ambazo zimefanyika ambazo sikutarajia kwa sababu Mungu alipanua mipaka yangu. Naweza sema 2023 nilipata advertisement ambazo zilikuwa na uwezo mwingi, zilikuwa na pesa mingi. Kuna advertisement unaweza pata ikakuwa haina pesa mingi, but hii 2023 I can say I saw God. Niliona Mungu despite anything, because kwa maisha kuna pastor anaitwa Bishop anaitwa Ciigie, anasemanga in this life today you wake up rich, tomorrow you wake up poor.
but anani encouraging sana akihubiri kuhusu don't be discouraged, every day wake up with energy. So 2023 was my year. Every day I could wake up with a new energy and working hard because of the message I had from JJ. JJ same as I will play a big part. I love his teaching. Namsikiliza sana kwa sababu anatia, nadhani unasikia teaching zake zote za kutia watu moyo. So raise hope yangu sana. Yani anasema believe in yourself, wake up as a winner every day. Know that God amekuita yani akupeleke mbali, si akufie njiani. So I just thank God because of that. Wow. Yeah. Kwa hiyo wimbo ya 2024 iko na very different message. Iko na very different message. Mtu aende asione. Back then uliimba mambo ya kihoro wakakusikia sana vile umesema. Thank you, yes. Na kumaanisha Wakenya wote pamoja wanakusupport. In fact, I was so shocked. Tiworo song hata Wajaluo wananiambianga they love it and they don't understand it, but also we did translation on my song. And also unakuta Wakamba wote wanaijua. Wanaipenda. In fact ilichezwa sana kwa station za kwetu. Na nikasema ya kwamba enyewe Kikuyu ni kama national language. Na hata hii mwaka nadhani ya kwamba nitawaletea nyimbo za Kikuyu. Na kuna Wakikuyu walinilipa hata niwaimbie nyimbo za mapenzi kwa event zao. Na nikashukuru kwa sababu sikuwa najua mimi mwenyewe kama naweza imba hata nyimbo ya mapenzi. Nimeimba wimbo unaimba Rogo inangoinera mwedo wakwa wekeo kuma Kiengei wewe nyama nyama yako wewe mind makwa something. Okay, my song is about wekeo kuma Kiengei. Na it's a nice song. Ni ile sijaiweka YouTube because ni customer alikuwa ameniambia nimuimbie, na nimeimba nyimbo mingi za event za wazazi, za wamama atumia wamama ni wa nguvu nini za Wakikuyu, na sijaziweka nje kwa sababu unakuta mtu amekwambia niko na event ya mamangu nataka uniimbie wimbo wa mama yangu, na ninaimba na unapata zinapokelewa kwa ukubwa. So Tiworo ilinifungulia milango. My question was after sasa watu wamekusikia, nilikuwa nataka kuuliza ulichoose kuimba na Kikamba 2024, mbona ulichoose kuweka na Kikamba? Kama niliona lugha ya mama itaingia vizuri. I think we just found ourselves because I love Kiswahili because every Kenyan want to hear, but you find sometimes wakati unaweka zile lyrics unakuta kuna lyrics siwezi ingia Kiswahili, lazima uimbe na Kikamba. Kama ukifika pale 2024 ni mwaka wakwa, you can just hear, even you can know what I'm saying. 2024 bora ni enjoy mwaka yu ningutungiwa is nitarudishiwa mwaka yu ningutungiwa ningutungiwa kila na isi mwakosi, yani nitarudishiwa kile nilipoteza mwaka huo uliopita. So naweza sema ya kwamba it's a powerful message. I'm sorry I didn't it in Kikamba whole through, but I could not be able to put it in another language. So utarudishiwa kile ulipoteza mwaka uliopita. Yeah, it's a very big message. Okay, how is the reception na hiyo 2024? Since now it's trending 4, 5. Yeah, how is the reception? Reception iko nzuri sana kwa wimbo wangu wa 2024, na kusema kwamba Kenyans wame-receive and then all over Kenya already. Yani nasema kwamba watu wengi wameujua. Ile teaser tu peke yake, teaser ilizunguka Kenya mzima. Unakuta yani watu wamenisambaza, watu wameniweka kwa status zao wimbo wangu, watu wameupost kila mahali, na naweza sema ya kwamba wameupokea kwa njia kubwa, kwa sababu tu kila mtu anasema 2024 imeshatoka. Lakini pia katika comments ziko positive nyingi, but katika 30% unakuta kuna watu wako so negative. Kuna watu wanasema amesharoga mwaka. Kwa nini umeimba? Kwa nini umenguza mwaka? Sasa wacha twende 2025. Kuna watu wameshaenda 2025 wanangoja 2025. I don't know kama unaelewa hiyo perspective ya. In fact, kuna time nilikuwa ninaona I think tukisherehekea Christmas nikaona mtu amepost akisema sasa askari washike Justina wamfungie wamwachilie. Na mimi nikawaambia siimbi kwa sababu watu walikuwa very
I think hata town singetembea sana kwa sababu watu walikuwa wananiambia usimbe na wanacheka. Kenyans are funny. Hata saa hizi jana nilikuwa town, unakuta nikifanya TikTok pale Archives, watu wako wengi sana na watu wananiambia Justina, Ngai umeshaimba. Na wao tu ndio walikuwa wananiambia nisimbe na nawaambia siimbi. Then wakati nimeimba, umeimba na wanacheka, umeshaturogea mwaka na wakisema hawana ubaya. Yaani unaona wanasema tu wakiwa wamecheka. It's a vibe. Tuseme it's a vibe. It's just that wakati corona ilikuja, it backfired on myself. It worked against me. But now mimi hakuna mahali na rogeanga mtu mwaka. I just want to tell people, kwa sababu kuna watu ambao si kila mtu machua akajua ni joke. I think Kenyans use that as a joke. That tumeshamalizwa, we are done. Those are jokes. And watu wale, kuna watu, tuna Biblia inasema kuna watoto ambao wanakunywa maziwa, ambao hawajajua kukula ball. That is now kuna ama chakula ya mtu inapewa umbwa. Unakuta sasa kuna wale watu wako na negative ingine concrete. Unakuta huyu ni mtu ajui kaa hao watu wanavyokingi. He does not know people joke when they say umesharoga mwaka. Even when they tell me don't sing, tu wanamalizaga kusema hivyo, wanasema na bado tunaingoja. So unapata wanasema hatutaki but bado tunangoja. So unakutanga it's just a vibe. People just want it but they don't want it. So at the end of the day when it comes out, umeroga mwaka, mimi siwezi roga mwaka. If there is something that I can do, it's just to pray for you guys that your life will change. If you listen my song very well, and if you listen the message in my song very well, and you hear it very well, iingie ndani yako, utasikia ni kwamba huyu ni mtu ambaye ana mambo mabaya juu yako. Nasema tu mwaka huu Mungu akuinue. Mwaka huu Mungu akurudishie chenye ulipoteza 2023. So mimi sina mawazo mbaya kwa mtu yoyote, sijaroga mtu yoyote. Kwa wale ambao ni wadogo kwa imani, nataka kusema ya kwamba sijaroga mtu yoyote. We are looking forward for restoration. We are looking forward for overflow. We are looking forward for God, for fruitfulness in the year. Let me ask you people. Kuna watu ambao wanasema 2023 it was not a good year. I can say it was a good year. I can testify of people I've seen who were suffering as we begin to the year. Kama anaitwa aje Dara Dimwanega wa Mbaki. Esi wawili hakuwa msanii anajulikana. Sasa anajulikana Esi wawili. I love you so much and I support you. Endelea kuweka wimbo. Hata leo nadhani ako na wimbo mpya pale kwa YouTube. Kuna mtu ana trend number 1 saizi anaitwa Ciiko. She is my friend. She have never known that she will end up the year trending. Bwana asifiwe. This year we have known Martin wa Janet. We didn't know that. He was not famous the other years. So kina Karago, God expand their territories. Sasa ako na ofisi ya giving back. We have seen him touching a lot of souls than the other years. So we can say that we have seen him in big endorsements. We can say that God amepanua mipaka. Ile mipaka tulisema Mungu apanue, Mungu alipanua mipaka. Na kuna kitu moja naweza sema ya kwamba kuna watu ambao haungefikiria wanaweza hubiri. Sasa hii Mary Lincoln anaenda live Facebook anahubiri. Kuna mtu anaitwa somebody wa ameimba wimbo mzuri umefika million views in a week. Anaitwa nani? Ni Neve. Anaitwa what? Anaitwa somebody. Ruthi wa mama alikuwa famous TikTok. But now you can see she is famous even in YouTube. She have million views. You could not know one day Ruth could get those million views. So don't intimidate yourself because of what people say about you or what they think about you. To those people who are watching this interview, I just want to tell you that continue doing what you love doing. Continue, lima hiyo shamba yako, endelea kupanda. Hata kama ulipanda mwaka huu na hukuvuna, endelea kupanda hii mwaka, panda. Kusiponyesha, at least God knows that you planted. Stop doing 20 things which you don't know, but continue doing what you do
best. And one day you'll be all over the world. People will know you. Nineve imejulikana. Naona anaimba crusade. Mtu wako anapata event. Kuna wachungaji wamejulikana kwa ukubwa kama Zakayo. I think you know. Mwangi Zakayo, siku anamjua, mimi namsikiliza sasa hivi namuona kila wakati kwa Facebook. Kuna watu wako na kanisa kama kina Mary and Lauren. Mungu amewasaidia, wamefungua kanisa. Hii mwaka watu wameinuka na watu wamepanuliwa mipaka. So if hata kuna mama ameanza woman of courage. Mukawa moigai, mtumia wa moigai. You know in Kiganga. Yeah, Jerry wa moigai, and it is powerful. And we love what she is happening in her life. What is happening in her life? We love that she is encouraged. She is powerful. And we thank God because of what God is doing. And ukiangalia wagojiri, ni wangojiri, akora kwa naka mitani. Akora to a very strong to strengthen women. You understand? So naweza sema ya kwamba hii mwaka, apart from anything that happened, there are people God has healed. Kuna Mungu amenguza maisha ya watu. Kuna watu mipaka yao imepanuka. Wewe ukiendelea kusema huyu anaroga mwaka, there are people who believe that this year is my year of expansion. This is my year of fruitfulness. This is the year I will go to the next level. This is the year that I'll overflow. My year will be like this, and God has brought it to be. Nimejua Kangema this year. I didn't know Kangema. So I can tell people, stop having that mentality at umerogwa. Nobody have time for you, even mchawi akujui, muganga hata akujui wewe jina yako. Nobody have time for you. Stop saying ati nimerogwa. Ni wewe umejiroga. Just go outside there, rusha nyavu. Si tumeimbiwa na Shusho. Shusho amesema tushushe nyavu mpaka kilindini. Kama upatangi mtoto, shusha nyavu mpaka kilindini. You will get a child. Continue trying. Hallelujah. Na kama wewe ni mwanabiashara, amka mapema. Kuna wanabiashara wanaamkanga saa 7. How will you get money if you are waking up saa 7? Wewe unashindia kuongelelea watu, angalia vile wanaendesha gari kubwa. Angalia vile wanajiangalia. Kuna watu wamesucceed this year. People have succeeded. Damawa mobile space wamesucceed. You can see them all over. You can see blessing. You can see they are succeeding because they are waking up for the call, and they are like you, Castro Media. You trend everything because you are waking up to take content every day. So if you cannot wake up, utazidi kuambia watu umerogwa. Nothing is wrong with you. You just need kushusha nyavu. Unahitaji kuangalia, what do I know? You know, this men, when Jesus found Peter and the other disciples, they were professional fishermen. But when Jesus came, the whole night they had toiled and they had not gotten anything. If you have been toiling in your business, if you sleep in your work and wake up there and you're not getting multiplication, you're not getting money from the sweat you are doing, let me tell you what you need to do. You need to pray. God to give you a strategy. God to give you favor in your work. Because if you don't have favor, no matter how long you will do, how many hours you will do, there are people who are just 1 hour. They open their business. They make millions. But you are toiling day, night. And they are selling the same product you're selling. It is possible for you to progress in the land of the living. Even when ukame uko mwingi. Hata wakati inaitwa KRA ama nini. Wakati tax imeenda juu. Kuna watu Kenya wanakula vizuri. Kuna watu hawakuwa na kitu. Lakini sasa hivi wana hand up the year when they are successful. Because of mindset. Where is your mindset? As we start the year, hapo ndio kila kitu. Resolution ukiziandika, kuwa na mindset mzuri. Kuwa na mindset mzuri, pure mindset. When Kiengei was starting his church, he was just saying, oh my God, what will I do? But he was willing. You could see the willingness. He was willing to grow. Every day he could speak big. He could speak, we are going to have a tent. We are going to have a dome tent here. People could see, you're a comedian. Today he is not longer a comedian. He have a TV show. He have a TV. He have a church. He have wazee wa kanisa. He have big deacons. God can connect you with helpers
God can connect you with the people you need, who can place things in order for you. Just be available on your course. Amen. Yes. I think hadi tumepreachiwa leo. Ni vizuri sana. Na niko na swali lingine. Mimi niko na swali. Justina, kutoka hapo 2020 ama before, kutoka ile time ulianza kuimba, umekuwa kwa limelight sana. How do you manage to balance mambo ya celebrity na mambo ya life yako ya private? There is entertainment part of it. You have to entertain people. You have to make sure wamecheka. Lazima wapatie shenanigans. Shenanigans is like, oh, I will tell you I'll not sing and I'll sing. That is just a stunt. It's just a stunt. It's just something that I will just tell you what you want to hear. Kuna watu wanauzanga marago because it's what is selling. Yeah. I think dealing with people, it's not hard. It is easy because you have been dealing with them and you know them. You understand? You have never seen me saying, oh, tomorrow I'm releasing a song. You have never seen me saying that. But you will see it and it will trend. Not because of anything, but I know I will release a song this week. I'll start preparing people psychological. You have to watch me. Yeah. People say I'm a drama doll, but I'm not a drama doll. There are people who are saying, by the way, they are insinuating that I'm pregnant. Because there is a video I did and nilikuwa natema maji. Nilikuwa nimekula kitu kikaniguru. Jameni, Kenyans, I am not pregnant. I'm like umepata mzee. No, bro, I'm single. I'm single. I'm single again. Ama napasa kupigwa kofi niseme I'm dating. I'm dating again. Okay. To cut the story short, I'm not married. I'm not married. It's just and I'm not pregnant. I am not pregnant. How can I be pregnant? I'm alone. I sleep alone. I don't even have a boyfriend. Yes, I don't have even a boyfriend. By the way, that is funny because people think that the time I usually tell them, I want to date, it's like I'm that woman who is like so much in love. I don't have even a boyfriend. I don't get time to date. I think I don't get time to date. I can love to get time to date. I can love also to have a good man. People say, oh, this girl needs billions. No, it's not billions. It's a good man. It's a good man who I need. It's just like munanichokeshanga sana pale kwa DM. Oh, Justina, I'm good in bed, but I don't have money. Tutakula bed. So there are things that people talk and now, oh my God, my me wants billions, and you know, ulimwengu haiko hivyo. So it's not that I need a man who is a billionaire, but one day I'll get married, but that man will love me, being me, and somebody who will love me being spiritual. I love somebody who is spiritual, somebody who will love God, because I think I love praying more. I love God more. I love the word of God more. And I think I am spiritual. So I don't want somebody who is full of shenanigans. Kwa hivyo umesema hata hii yenye tunaonanga huko Rwanda hivi makarashi manini inakuanga tu by ringtone is not my man. I know you want to say that. Ringtone, I'm not in relationship with ringtone. Yeah, it's just business. Yeah. Just business. Hakuna kitu ingine. Again, watu this week wamechukia ringtone sana. Watu wanasema oh, ringtone amenifukuza kama fly. Oh, hakunifukuza, ni bouncer Kasapul. Kasapul. Alifanya hiyo kazi. You know Kasipul. Kasipul was wearing a woman's hair. So I didn't know it's him. I could slap him if it was him. So we had a very big party in Ringtone's house. It was a good party, a Christmas party. We had a lot of people there. So it was a nice party. It was not bad. Yeah. Kwa hivyo wale alikuwa tu amenialika, ni vile tu watu waliponiona, you know, wakati wanaona online tunasema oh nataka ringtone, nataka in real life yeah, no, I don't want it's just that watu wananilazimishia. Watu wananiambia Syokau hujaolewa na ringtone. Simuone. So nikiwaambia sasa nikikubali inakuwa shida. Huyu mama anajilazimisha. So it's maintaining fame, maintaining my spirituality
and also being a friend to everybody. It becomes behind the scene I'm sober 24 hours. In fact, hata mnataka nimeona my real me when you have come. I don't like talking. It's funny. It's funny. Very funny. That I don't like talking. I think you have seen me. Somehow until my assistant have come, Smatika have come here. It's when now he was there saying, talk with power, because I was not, you know, me behind the scene. I'm a mother of Nixon. I don't even like nonsense. In behind the scene, I don't like noise. I like calm life, but I love comedy. I love watching the sago. I love watching what telling us. What this week told us. He was saying when you go to reserve, you still go to your reserve where there is no change of 1,000. You saw that? Yeah. So I will watch the Kenya. He would Kenya me, you know. As in, like, there are people who God bless them in a place where they will make you happy. Like Kangema makes me happy every day. Kangema wanted to go to Mombasa, I think almost this month. Every time he is posting, oh, I want to go to Mombasa, oh, I want to go vacation. And me, when I look at him, yeah. And this year I'm happy. I've started giving back to the community. So I love Kinyanya because of I can watch him. He will kill me. He will kill me with that dance. Again, I love this guy. The presidential MC. You know him, Itukuyu guy. Kwaria is funny. Kwaria, he looks so. Even now, I look on that seat every day to look who removed the seat for him. After wewe ukiangalia, who made this guy go down, you know. So mine matika ine, and then now ni magweka na matika. And I am happy when I look on these people making jokes, because it's not easy when you are born again making a joke. Like me, I love Kiengei from beginning when he had those steps. So we used to meet in River Road and he could be having choka everywhere. And then he used to be so comical. Akikupata huko anakufanya hivi, and then you could be scared, and he is happy because of that. So I think because of the comedy which they used to do, even kwa matatu, zilikuwa nzuri. In fact, I think people, they need to do what they are made to do, because that is what opens doors for people. Because kama angeendelea kuwa consistent, angepata kazi kwa radio na angekuwa where he is. So the young people who are watching me today, just start somewhere. Wacha kutaka kuwa king na bado hujai kuwa servant. For you to become a king, you have to be a servant. There are people who miss to be like Karago Amoraya. They don't know Karago does not sleep. I see Karago, asubuhi nimeamka nakuta Karago alikuwa online 2 hours, alikuwa amepost. Baka nasema, oh my God, this man of God needs to be told to rest. But now he is working for people. He is a servant to people. He is a servant. For him to be where he is, he has learned to be a servant. He has learned, let me just give. He is giving his time. He is giving his money to people, and even helping a lot of people, even taking a flight, even paying for his transport to go to India. Wait for people. Imagine, kuna mtu amepona tukafurahi. DJ Triple. We were in Kenyatta, he was even very, very sick. Anything digital you will sell. So stop complaining. Start coming out of analog and become that digital person. It is not easy. Like me, I'm a mother. I was obese. I was big. And I have to be a digital woman in 2019. I had to go to gym more, and I had to learn how to be a young person. I was a mother. But now I'm here interviewing with you. It is adjusting and knowing that hakuna maisha ingine, ni lazima sasa ni step in. So wale ambao mko hapo nje and you're like, oh, this world imechange, oh, vitu zimechange, change nayo. Wacha kukua rigid. Kuna wase hawataki kuchange. 2024 kuna system zingine zitakuja. Mlisikia ID tutakuwa ndio tunanunua nayo kila kitu, ni kweli? Yaani kila kitu itakuwa digital. So you need to be digitalized. You need to be in this
enda na ulimwengu vile inaenda. Tafadhali msikubali kuachwa nyuma. I love Ese wa mama. She's a mother of 3. I saw the babies, they are very beautiful. But wakati nilikuwa namuona TikTok, singejua, I could not know, but I loved her. She was courageous. The courage itself. I love the way she is humble now to God. She have a very good Kikuyu song which she has done this week. I don't know kama watu wameisikia, ya kusema ile uchungu amepitia hii mwaka and angeisha, but Mungu hajakubali aishe. And that is the message I'm telling you guys. It doesn't matter the pain you're going through today. Hallelujah. It doesn't matter the pain you're going through today. Yeah. Just understand there is tomorrow. You will wake up. Continue pushing yourself to limits. Push yourself. Look on other ways you can do things better. Unajua kuku inafanyanga hivi, inatoa vumbi yote, inatoa mchanga, inatoa vumbi yote. Hata wewe ure think, zungusha akili uone ni idea gani utafanya nayo content, ama utafanya nayo kitu, na ama biashara yako utaiplace in which way that it can sell. Wow. Because everybody is selling. Why are you not selling? Why are you not get the cash? It is because of the way you are placing the market. So guys, it is possible. 2024. 2024. Justina, tukimalizia ndio tuguzie 2024 kidogo, ndio mtu aende aone pale. What should we expect from you this coming 2024? A lot. Wacha nisiongee sana, because the other year I talk a lot. I don't want to talk a lot. I just want to do action. Yes. Wow. So hii mwaka watu wangojee a lot happening, and kitu kingine, wacha hata vitu zitakazo happen. Like I just want God anitawalie mwaka, kwa sababu kuna kitu moja nataka kuambia watu. It does not matter how much money you have. It does not matter how much education you have. It matters, do you have God? Do you have a driving force? Do you have somebody who is protecting you when you are going to work? Because naweza sema mipango mingi na nipate na accident. But when I have God, God will protect me. God will usher me to dimension. God will take care of me, for me to be able to establish the vision. So as you plan for the next year, just know that hizo mipango zote zitakuwa established if you put God ahead. Umweke Mungu mbele. I'll put you in front. 2024. Ambia God, I put you in front. I put you in front of my business. I put you in front of my children as they go to school, as they do the plans I have, God. Kwanza wewe ndio wa kwanza. Because if you don't put God the first, if you don't surrender everything to God, you find a miss. You can get a lot of money and you don't have peace of mind. There are people who are rich and you wonder, usiku mzima mse usweat tu pale nje nini anakunywa ngwai. Yaani ana amani, mpaka ni ngwai tu anafuruta because ana amani. Hiyo mali yako nayo, but he is not enjoying because he does not have God. So for you to enjoy your everything, you still need God. You still need God. Surrender everything to God and just tell God, God, I need you 2024. Be the guide. Wow. Yes. Put God first. Justina Syokau amesema mwiroreri wa Castro Media kifareri update na mwiroreri wa nyarari ya muranga tugacokia ngatho na tukahoya urigi agikorwo werorera video citu na nduri ra subscribe tugakuhoya uhinya notification bell na subscribe na sasa Justina atatumalizia na wimbo ya 2024 tukimaliza. Bye bye. 2024 ni mwaka wangu, ni mwaka wako wa kunyakua baraka. 2024 ni mwaka wako. Wacha tusiende. And then YouTube, watch my song is trending number 5. Yeah, today we are 200k views. So tunaamini ya kwamba kesho tutakuwa 400,000 views. And tunaamini ya kwamba today we will be trending number 1. Exactly. Tukifika saa 6 usiku tunapaswa kuwa tuna trend number 1 East Africa na kila mahali. Wow. Yes. Bye bye. Tupatane next time. Thank you so much guys. I love you.